ili labda aniumize au labda alikuwa na lengo lake. Mimi siwezi elewa kwanza kwa nini. Siwezi elewa kwa nini amenifanyia hivyo. Yaani nikikumbuka pole Seria, pole sana. Pole sana dada. Mimi ndo yule nakupendela ukaniona kilamba. Mimi ndo yule logombana na ndugu zangu sawa. Sema tena mimi ndo nani sijasikia. Mimi ndo yule lokofala boya kwako kilamba. Alinionaje sema tena mimi ndo nani. Mimi ndo yule lokupa moyo wangu kautia mawe. Niache nao. Dada, mambo? poa. Uko poa? Niko poa kabisa. Hali ni gani? Hali ni shwari. Kumekuwa na trendi nyingi sana kwa hizi siku 2-3 kwenye mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na TikTok pia. Natamani kufahamu ilikuwaje ikatokea kile ambacho kinaonekana sasa hivi kwa upande wako? Okay, ile ilikuwa show Mabibo. Yes. Nilikuwa katika pita pia nilisikia ile tangazo, lakini pia katika pita nikaenda katika wasanii mbalimbali, akapanda yule. Alivyopanda ile nyimbo ya aloimba mimi nilikuwa naifahamu kwa sababu mimi pia ni mpenzi sana wa TikTok. Kwa hiyo nishakutana na TikTok mara nyingi tu na nishajirekodigi clip tofauti za ile nyimbo. Na maana hata ukiangalia katika ile nyimbo yangu, katika ile nyimbo ambayo imetrendi, nimeimba nimefatisha kwa sababu ni nyimbo ambayo nilikuwa na ufahamu. Okay. Kwa hiyo na the way vile ambavyo yule msanii aliperform na mimi nikaanza kukumbuka. Unajua kuna muda unaweza ukaa shwari, kuna muda ukaanza kukumbuka vitu fulani hivi. Yes. Kwa hiyo pale nikajikuta kuna vitu navikumbuka, vitu vyangu mwenyewe ambavyo vilinisibugi. Nikajikuta tu kwamba machozi yananitoka, nalia. Basi ikawa hivyo. Kuna mtu anahisi labda pengine mtu, yani mlikuwa mnafanya challenge, sijui unaelewa, ndo maana ukalia. Ni kweli kwamba mlikuwa mnafanya challenge that's why ukalia, au ilikuwa ndo kama hivyo unavyosema kwamba ilikuwa ni show kwa hiyo automatically? Ilikuwa ni show wala si challenge, kwa sababu kama nilivyokuambia ule msanii mwenyewe mimi tulikuwa tufahamiani. Sawa. Ilikuwa ni show kwa sababu hata ile video mimi nipo zangu chuo, sister ananipigia simu. Unajua kinachoendelea mtandaoni, mimi hapo sina bando. Kwa hiyo ile wala haikuwa challenge. Nilikuwa zangu chuo, sister yangu ndo akanipigia simu. Kwa vipi, mbona una trendi? Mimi kwanza nikashtuka. Na trendi kwa kipi? Kwa kitu gani hasa ambacho kinifanya mpaka mimi ni trendi? Rudi nyumbani. Nikamwambia mimi na kipindi, wewe rudi. Kwa ikabidi mimi kipindi nikigairi nirudi nyumbani haraka. Nilivyorudi akanionyesha. Nikasema, hii ni maajabu. Yaani hichi kitu kimetoka wapi? Nikasema ngoja mimi nijiunge bando kwanza. Nikajiunga bando. Naona watu wananitumia screenshot, huyu ni wewe. Hivi. Kwa mambo yakawa mengi. Ikabidi sasa niende nikatafute ni nani ambaye amenipost. Yes. Nikakuta aliniposti ni yule mwenye ule wimbo. Kwa hiyo nilichokifanya pale nikamdm. Ndio hivyo, yani kwamba ile haikuwa content wala haikuwa challenge, ilikuwa ni kitu real kabisa. Yani kabisa, kwa sababu mimi sio mtu kusema labda muigizaji. Yes. Hadi niweze kufuta ile machozi vile, hapana kwa kweli. Na unaona baadaye, kwa sababu baada ya watu kuja wengi pale hivi katendwa sijui nini, ikabidi sasa niwaelezee Watanzania kwamba what happened hapo nyuma. Si unaelewa? Na kuna muda ukitoa kitu cha moyoni mwako, kuna kitu unaweza ukasaidika. Unaweza hata kidogo uka calm down. Yes. Na nashukuru Mungu hata dada Shamsa Fudari alijibu ile video. Yes. Akaijibu akaelezea, pia ikanipa moyo zaidi. Nikamdm pia Shamsa akanijibu tena kwa kunipa tena ushauri. Kwa hiyo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati wana rekodi ile clip, hata wewe ulikuwa utambui kama una rekodiwa na ulikuwa hujui chochote? Yaani nilikuwa sijui chochote. Na ningeenda hata na mtu ningesema labda yule mpuzi kanirekodi. Lakini sijaenda na mtu wote, mimi nilikuwa mwenyewe. Sio, unaelewa? Yes. Ndio maana sijui hata nani ambaye amenirekodi. Mpaka sasa hivi sijajua ni nani amenirekodi. Okay, sawa. Wanasema kwamba ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Ilikuwa nyimbo sawa, unaifahamu na umefeel kile ambacho kimeimbwa.
kwa nini machozi? Kwa nini ulie kwa hisia kiasi kile? Sawa. Kiukweli kwa nini nimelia na kwa nini, kitu gani ambacho nilikiwaza ni kuhusu mwanaume wangu ambaye nilikuwa naye tangu 2020 niko form 4. Ni mwanaume ambaye tulipendana sana, sikuona yani udhaifu wake wote ambao umeonyesha kwamba kuna siku atakuja kuniacha. Nilijitoa sana kwa sababu yake, nilifanya vitu vingi kwa sababu yake. Nilikopa, nikaomba wazazi hela, nikamtumia yeye anapokosa kodi, anapoishiwa unga ndani. Kwa sababu kuna muda alikuwa ananiambia nitakuoa wewe. Unajua wewe ni wife material. Unajua wewe ni una upendo sana. Sio nini? Kwa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu mpo pamoja, mwaka wa 4 ni mtu ambaye anafanyaje? Anakuaminisha ule upendo. Kwa mimi nikajua kabisa kwamba, na kuna wengine unakuta clip zao wanaonyesha yule mtu ametoka naye tangu anasoma mpaka anakuja anamuoa. Kwa sometimes vitu ambavyo vinavyo vilikuwa vina encourage kwamba kumbe huyu alitoka huko akaoana, basi na mimi mwanaume wangu nitatoka naye huko na tutafanyaje? Tutakuja kwa mke na mume. Kwa mwisho wa siku nakuja kuletewa kadi na shemeji yangu ya harusi. Ya ambaye ni rafiki wa jamaa ananiletea kadi. Yaani kwanza nikapigwa na butwa. Shemeji kwanza hakuongea lolote kwa muda ule na yeye kwa sababu naye hakupendezwa na kile kitu. Akasema Mwamba anakosea, lakini amesisitiza nikuletee hii kadi. Kwa hiyo jamaa aliagiza kabisa kadi ikufikie. Yeah. Alimwambia naomba hii kadi imfikie fulani. Kwa hiyo na shemeji hakuwa na namna, kabisa niletee ile kadi. Safari yenu inaonekana kwamba ilikuwa ni safari nzuri na kuna vitu vingi ambavyo mmepitia pamoja. Kwa upande wako labda kwa kile ambacho kimetokea, unahisi ni sababu gani hasa ambayo ilimfanya jamaa ishe njiani kwenye safari ambayo mlikuwa mnaielekea? Na kwa nini aliamua kadi na wewe ikufikie? Kwa kusema sababu, siwezi jua ni sababu gani. Kwa sababu mimi mpaka ananiacha mimi sikuona sababu yoyote. Mimi na imani hapo awali nilikuwa sometimes nateleza, ananifuata. Na yeye alikuwa anakosea sana tu mno, ananikosea namfuata. Kwa sababu sikutaka niende tena nikatafute mahusiano mengine. Nikataka tu mimi kwamba huyu ndo mwanaume wangu nimemchukua, vitu vidogo vidogo tunaweza tukavimaliza na maisha yetu kaendelea. Kwa hiyo namfuata, baby hapo sijapenda naisha, kama mimi labda nimeteleza, hata kama nimepika labda chumvi nyingi ananifuata hivi na hivi, ni vitu ambavyo tunaelekezana, vitu vinaisha. Kwa mimi sijaona kosa kubwa ambalo yani lilopelekea mpaka yeye anifanyie kitu kama hichi. Mimi nilija tu kuona baadaye kwamba unamtumia message asubuhi anaje kujibu usiku. Bibi vipi? Nilikuwa kwenye kikao, nilikuwa busy. Bibi mbona uko hivi zamani? Kwa unataka nistafute hela? Kwa unataka nini si nini? Anakuwa mkali. Kwa mwisho wa siku nakuja kupata hiyo kadi. Kwa hiyo nikaunganisha zile dot. Sikumtafuta. Sikumpigia simu kumuuliza kwa nini umefanya hivi. Sikumuuliza is this serious au hapana. Sikufanya chochote. Yaani sikufanya chochote. Mpaka kadi inakufikia, maana yake ni kwamba mlikuwa hamna maelewano mazuri lakini mlikuwa mjaachana. Hatukuachana. Na pia hatukugombana. Nielewe. Yes. Hatukuachana wala pia hatukugombana. Ni vile ambavyo mimi nilikuwa namuona kama hayuko sawa. Lakini sio kwamba tumegombana au labda kuna kitu nimemkosea bwana mimi sio yani hamna. Ni vile tu mimi nikaanza kumuona kama ana mapungufu fulani, kama mtu ambaye hayuko sawa. Yeah, ikawa hivyo. Tubaki hapo kwa huyo ambaye alikuwa mpenzi wako. Kitendo cha kukutumia kadi, unahisi labda ni nini ambacho alikuwa anataka kuonyesha kutoka kwa yule ambaye anamuoa? Au yani kwako hakikupatikana ndio maana anataka kuonyeshe, au kuna kitu gani hasa alitamani ufahamu ili labda aniumize? Au labda alikuwa na lengo lake? Mimi siwezi elewa kwanza kwa nini. Siwezi elewa kwa nini amenifanyia hivyo. Yani nikikumbuka pole Seria, pole sana. Pole sana dada. Tubaki kwenye ile trend, turudi kwenye trend ambayo imetrend ile video clip. Watu wengi sana kwenye komenti zao unaenda kama kidampa. Kuna namna yoyote kidampa imekunufaisha kwa hizi siku mbili ngapi? Hakuna namna yoyote kidampa unaona inaweza kukubadilishia maisha kutoka pale ambapo ulikuwa na ambako unaelekea? Pole sana. Asante. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kutoka kwenye watu 3000 mpaka watu 40,000 na kitu
TikTok. Yeah. Kwanza ni kitu kikubwa sana ambacho kimetokea, lakini pia nimepigiwa simu, watu wanataka nikatangaze vitu vyao, then watanilipa. Hivyo kwa nashukuru imeninufaisha, na kama kuna mtu yote anataka labda tangazo tufanye, atanipa chochote kitu, ama kuna kazi yoyote mtu labda anatarajia, kwa sababu mimi na imani Mwenyezi Mungu kuna njia ametaka kunifungulia. Na Mwenyezi Mungu kuna kitu ametaka kukilipa, kwamba sikustahili kile mtu ambacho amenifanyia. Kwa hiyo nakufungulia huu mlango mwanangu, Mungu akakusaidia. Kwa kama kuna kitu chochote kile ambacho mtu anahisi naweza nikakifanya, kaniingezea kipato, mimi nitafanya. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu, nishapigiwa simu tofauti na nishafanya interview pia tofauti. Namshukuru Mwenyezi Mungu, matokeo nayapata. Japo ni kitu ambacho sikukitarajia, lakini kwa sababu tayari kimeshakuja, sina namna, inabidi nikifanyie kazi. Kwa namna yoyote ile unaona kwamba Kidampa inakwenda kubadilisha maisha yako kwa siku za mbeleni, si ndio? Naona hivyo kwa namna yote, inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amina. Tumalize na hili hapa. Yule ambaye amekuacha saa hii popote pale alipo, na tumai au tunaamini kwamba anakufuatilia, una neno gani la kumwambia na ili kuonyesha kwamba uko strong, uko imara na unaendelea na mambo mengine and you move on? Mimi kweli sina cha kumwambia. Sina cha kumwambia chochote kwa sababu sina neno zuri la kumpa. Kwamba tuseme kwamba bado unampenda au unamhitaji? Hapana. Simpendi na wala simhitaji. Yeye haja kutafuta kwa namna yote ile? Alinitafuta. Baada ya video kutrend, alipiga simu lakini sikupokea. Nikamwonyesha dadangu kwanza. Dadaona, sababu dadangu anajua kuchotokea. Kaniambia achana naye. Okay, sawa, shukrani. Sawa, asante.